Kanini Kega, the clergy, our boss, Rigathi Gachagua, the People's Deputy President, our very good friend, the former CS, na party leader wa DP, and mzee wangu kutoka kule Embu, Bwana JB Muturi, viongozi wote, pamoja na watu ya Nyeri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe watu ya Nyeri. Ngevia ishara ngaine mwega na vende sionde. Mmepata salamu kutoka Embu. Mimi ndio naitwa Gitonga Mukunji. Nasikianga Sifuna akisema mimi ndio Sifuna. Mimi naitwa Gitonga Mukunji. Mimi ndio mbunge wa Embu pale Manyatta, pale Embu Town. Pia katika bunge mimi ndio chairman wa Young Members of Parliament. Na pia mimi ndio the incoming governor Embu County. In Jesus name. Mimi ndio nataka kufukuza huyu mama anasema yeye ndiye chairman wa UDA. Tufukuze yeye kabisa hata haonekana mahali. And your excellency, tuko hapa leo kukushikilia kuomboleza na one of your foot soldiers, Bwana Kanini Kega. Na Bwana Kanini Kega, we have a long history with him. Wakati alikuja kuitisha kiti ya Yala, His Excellency alinipea instructions, clear instructions, to mobilize wabunge wote wa Embu na tuhakikishe tumeshikilia Kanini Kega, na akapata hiyo kiti ya Yala. Na His Excellency akubagua kama Kanini Kega alikuwa Jubilee, alikuwa wananyoroshana huku ground, alihakikisha amemshikilia na akapata hiyo kiti. Tafadhali tupigie His Excellency makofi. Na tuko hapa leo kwa sababu ya kushika wewe mkono na kupea kitambaa ya kukupanguza machozi. Wakati umepea story yako, nimekumbuka mtoto yangu na yako anasomea shule moja. Na nikakumbuka tukiketi na wewe kando kidogo, ukaniambia your mom is not feeling well. Mimi sikujua maneno itafanyika hivi. But I want to promise you, Mungu wako na wewe and your wife and your family. Na wataendelea kukushika mkono. Ni pole sana kwa mimi kukuweka upande ile ufai ukishangilia unatoroshwa. Lakini pia mimi ni mtu wa Man U. Kwa hivyo hata mimi ningekuweka hapo tu. Lakini ya muhimu ni kwamba your mom has left you a legacy. Even from how we can see the church here, tunaona vizuri sana huyu mama yetu wako kule mbinguni. Ako upande ya kulia ya Mungu. Na najua ataendelea kukuombea. Ile maneno yote unataka, Kanini Kega huku, Kieni huku, nasikia kulishikana kidogo after umeenda, najua utarudi in the name of Jesus. Na your excellency, because sitaki kuchukua muda mrefu, mimi niko na maneno mbili. Sisi kule Embu, sisi ni the most consequential area katika hii unit yetu ya Mount Kenya. Kwa sababu wale watu walikuwa nataka kukata, waseme sijui kuna east na west. Ile gate walipata pale Embu, walipata huyu kijana wa kujituma. Akawaambia hakuna kugawanya mlima. Mlima ni moja na tunasonga pamoja. Na nikawanyorosha, nikawatwanga. Saa hii wanatembelea huko mapembeni. Embu is solidly behind Rigathi Gachagua. Na hiyo nasema without fear of any contradiction. Your Excellency, you know, it's good I say and I tell these people, ya kwamba kuna kitu inaitwa Finance Bill 2026 ambayo imetokea proposals juzi. And Your Excellency, yes, we are doing a lot of issues and speaking about everything. Lakini nimeona Kasongo amebadilisha tactic. Ameona akiguza vijana wanamnyorosha na wanamtembelea State House. Ameona akienda hivi atapotea. Lakini ametarget wakulima this time round. The Finance Bill 2026, among the most draconian proposal
ni kupiga tax katika every product yetu, horticulture, majani chai na kahawa, na iongeze ushuru na 5%. 5%. Hiyo ni kumaanisha, Your Excellency, we are getting into another level ya mkulima kufinyiliwa. Na mimi nataka kuuliza watu ya Nyeri, kwa sababu mko na wabunge huku ambao wakiambiwa waseme ngwe wanasema ngwe. Na mimi nataka kuwauliza kama mnataka ushuru hiyo ya 5%. Mnataka kuongeza ushuru ya ukulima? Wangapi wamekataa hiyo maneno ya ukulima, ushuru imekataliwa? Kwa sababu we cannot tax people anymore. I wonder where this tax is going to. Kwa sababu Kasongo is using 7 billion ku-host president ambayo nchi yake iko broke. France is broke. Lakini unamtengenezea red carpet na unatumia 7 billion Kenya shillings. Mtu ambaye amekataliwa na wale watu ambao walicolonize. Ile program yote ambayo ilikuwa imepangwa imekataa. And Your Excellency, please, na mimi naomba hii timu yote, Sifuna and your team, Linda Mwananchi, your team, Your Excellency, we need to sit together and have a caucus ya members of parliament. Tutaruka mpaka soma sotuko bunge. Hawata tax hizo vitu zenye wanataka tax size. Amekuja tena akatarget mtumba. Ati anaita kitu inaitwa presumptive tax. Ameongeza 5% ya nguo za mwananchi wa kawaida. Sasa ile suti nimeona imevaliwa na rafiki yangu pale ya kutoka Gikomba, tena itakuwa imeongezeka bei. Sasa there is only way we could have accepted that tax if Kasongo had made it possible for people to have manufacturing of textile and clothes here in Kenya. Miaka imeisha 4 hujafanya hiyo. Wachana na mtumba, tuendelee kuvaa kwa sababu hiyo ndio kitu tunavaa kama sisi wananchi wa kawaida. And your mwisho, Your Excellency, sisi tunataka kukuambia wewe ndio utaongea on our behalf. Hii upande ya mlima tunataka uongee na hawa wote ya kina Sifuna, na pole sana Osoti rafiki yangu, niliona vile ile video ilienda, lakini wakikuguza wajue hata ule Mungu anakutayarishia njia. Mimi walinishika wakaniita terrorist, wakanipeleka Kahawa, nikawashinda kesi. Hata hii uchaguzi inakuja tutawashinda in the name of Jesus. Asante sana, Mungu awabariki. Asante sana Gitonga Mkoji. Kagusha.